Gandisha mambo. Kifua chako kiwe na uwezo wa kugandisha, kuweka, kuvitunza vitu moyoni. Sio lazima kila baya ama kila zuri kila mtu alijue. Kuna mengine mazuri kanayo mwenyewe tu, my dear. Kanayo mwenyewe tu. Kwa lazima kila mtu ajue kwamba watu wote wajue wewe umepata mazuri mengi. Mazuri kiasi gani ama wingi mengi kiasi gani? No, unaweza ukayapata mambo mazuri mengi sana, lakini ukagandisha. Watu wanakuona kama hauna, kama sio wewe, lakini umegandisha. Kuwa na kifua cha kugandisha. Kwa hiyo unaweza ukashindwa kwa sababu ya peperusha mambo yako, unaweka mambo yako kwenye ungo, Mwanamke mwenye moyo ambao ni hazina haweki mambo yake kwenye ungo. Utapepeta tu, utayamwaga, utayapaisha. Lakini mwanamke ambaye mambo yake yeye ni hazina, mambo yake uyaweka kifuani, yanaganda, yanawekwa kwenye friji, yanatunzwa kwenye barafu, linagandisha. Kwa hiyo uwe unagandisha. Hello. Kwa hiyo kushinda kwako kunategemea kugandisha kwako, na kushindwa kwako kunategemea namna ambavyo umeshindwa kugandisha. Unajua katika Biblia kuna lile neno linalosoma katika Zaburi ya 119 mstari wa 11. Anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Unajua unapoliweka neno moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo unapotunza moyo wako, yani moyoni kunapokuwa kumetunzwa neno linakuwa kama ni security. Security neno zuri sana. Linakuwa kama ulinzi, linakuwa kama usalama, ili wewe usiwe unatoa vitu vyako bila sababu yoyote. Usiwe unavipepeta vitu vyako kwenye ungo. Uwe unagandisha. So, neno la Mungu linapokaa ndani ya kifua ama ndani ya moyo wa mwanamke ambaye anategemea kushinda, hategemei kushindwa. Hilo neno linapokaa huko linakuwa ulinzi, linakuwa usalama, linakuguide wewe, linakufanya wewe uwe na mipaka. Usiwe mtu ambaye unakuwa randomly, unakuwa umepeleka. Hata mtaani wanaweza kukuona kwamba huyu mwanamke wa aina gani? Kanisani usipokuja wanasema asante, leo hajaja fulani, tunashukuru. Maana umbea hautatoka kanisani ukapelekwa mtaani. Umbea hautapelekwa kwa yule asiyekuja kanisani, kwa yule na kwa yule. Lakini kama neno lako limekuwa, moyo wako umetunza neno la Mungu kwa wingi, umetunza moyoni mwako neno kwa wingi, na Biblia inasema neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu. Kwa hiyo ndani yetu wapi? Linapokaa neno panaitwa kwenye moyo, kwenye hiki kifua. Ndani ya moyo ndiko linakokaa neno. Neno la Mungu linapokaa ndani yetu linatuwezesha na kutusababisha sisi tusitende dhambi. Kwa hiyo nikuombe na nikusihi na nikupongeze kama unatunza neno la Mungu ndani, tunza. Lakini kama hujui kukaa na neno la Mungu ndani, ama huna muda wa kusoma neno, ama wewe ni mtu ambaye unajua yani unajua siku imeisha, wiki imeisha, mwezi umeisha, husomi neno, lazima utakuwa mbea, lazima utakuwa muongo, lazima utakuwa mzushi, lazima utakuwa mtu mharibifu. Iwe ni mtaani, iwe ni kanisani, iwe ni kazini, iwe ni popote, kama ni kwenye eneo la biashara, utakuwa mtu mharibifu. Kwa sababu gani? Neno haliko